ilikuwa kazi sana kuvipambanua, kwa sababu tulizoea tu huduma ya uinjilisti na ya kichungaji. Lakini sasa hivi ndio watu wengi tunaanza kuwaelimisha muelewe. Kwa hiyo kuna tofauti ya nabii, nafasi tu ya nabii kama nabii. Alafu kuna tofauti ya nabii mkuu kama nabii mkuu. Nabii ni huduma. Katika zile huduma 5, nabii, ukishasema tu nabii ni katika zile huduma 5, ni huduma. Huduma maana yake imekusudiwa kutoa maelekezo yaliyopo, yaliyopita au yajayo kulingana na uongozi wa Roho wa Mungu. Hiyo ni kazi ya nani? Nabii. Lakini ikishakuwa nabii mkuu, neno mkuu linamuondoa katika zile huduma 5, linamfanya awe taasisi. Nafundisha mambo magumu kidogo. Nabii amebase kwenye huduma za kiroho zaidi. Nabii mkuu, neno mkuu linamweka katika majukumu. Neno mkuu, kwa hiyo inakuwa ni huduma na majukumu, ndio nabii mkuu. Sasa majukumu haya ni yepi? Hii ni beyond kuponya, beyond kumpa mtu unabii, beyond kumfungua mtu, ni ng'ambo, ni zaidi kabisa. Hii ni pale mtu unapomkuta, kama Yesu alimkuta mtu anamwambia mvueni nguo zake, mvalisheni nguo safi, hizi ni chafu, kamnunulieni, kanunue nguo. Anatoa hela, watu wananunua nguo, wanamvalisha. Anatoka pale anajiangalia, amepiga suti, anasema mimi nilikuwa kichaa, nimekuwa safi hivi. Anamwambia Yesu, nitakufuata kokote uendako. Kwa nini anataka kumfuata? Sio nabii tu, anamfuata mkuu ambaye akisema neno, kwa mfano kodi imeisha, anamwambia Petro, nenda kachukueni hela kwenye samaki wa kwanza mtakavua, kuna hela pale, toeni, lipeni kodi. Wengine hamjui hela inapatikania wapi. Yule sasa anapofanya mara 2, 3 mambo kama hayo, wenyewe mnaanza kumuita mkuu. Kwani ukuu ni majukumu na haupewi na mtu. Tenda tukuone. Yesu hakuitwa nabii mkuu mpaka alipowalisha watu 5,000 na zaidi. Ukisoma hiyo story ya watu 5,000 kula chakula, anapoimaliza pale mwandishi, chini watu wanasema nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Kwa nini? Ni baada ya kuona muujiza wa nini? Wa chakula cha kulisha watu 5,000. Alipolisha watu zaidi ya 5,000, ndio watu wenyewe wakasema jamani, nabii mkuu ametokea kwetu. Mwanzo alionekana kama ni nabii tu, lakini baada ya kulisha watu 5,000, come on now, ile kazi sio ya kawaida. Sasa ngoja nikwambie kitu kingine. Yesu alitumia muujiza kwa sababu walianza na story ya kuulizia samaki na mikate kwa mtoto aliyekuwa karibu. Kwanza alianza kuwauliza wanafunzi, mna hela? Kumbuka story inavyosema, mna hela, maana issue inaanzia kwenye nini? Inaanzia kwenye nini? Wakasemaje? Nijibuni wasomaji wa Biblia. Wakasema hawana. Wakasema hata hela iliyokuwepo haitoshi, hata wangetaka kulishwa watu wachache kama kipande kidogo hiki cha mistari 3, 5 pia haitatosha. Kwa hiyo kama hela haitoshi, ina maana unahitaji nini? Muujiza. Mpaka hapo tunaenda vizuri. Kwa hiyo Yesu hela haikutosha, alihitaji nini? Kufanya nini? Muujiza wa chakula. Alipofanya muujiza wa chakula, ndio akajulikana kuwa huyu ni nabii mkuu.
Watu wengine wakafikiri awe mwanasiasa nini. Mnakumbuka walisema tumfanye awe mfalme. Yesu akakataa. Kama mimi nakataa, kwa sababu mimi siasa mimi sijui. Siwezi kuwa mwanasiasa hata chembe. Sina hata lugha ya kuongea, hata ile kutaja majina ya viongozi kwa itifaki siwezi. Nashindwa, sio kitu changu. Sio kitu changu. Mimi ni kuanza tu kusema haleluya. Sasa hiyo ndio salamu.